Ndugu zangu, Biblia inasema kwamba kuna wakati mfalme Daudi alicheza mpaka nguo zake zikadondoka. Mungu anapenda kufurahiwa na kuchezewa, kusifiwa, kutukuzwa. Lakini unapocheza step yoyote inatakiwa uwe makini sana. Daudi pale aliposimama akamchezea Mungu, sio kwamba zile step ama style alienda kuigilizia kwa mtu fulani. Hamna. Ni kwa sababu tu kwa yale makuu aliyokuwa ameyatenda Bwana kukamfanya Daudi afurahi aruke. Lakini dunia ya saizi ilivyo, vijana au waimba kwaya asilimia kubwa wanatoka wanaacha kutafuta step zao wao wenyewe zilizo njema, wanaenda kwa dunia, wanaenda kwa waimba bongo flava, kwa wacheza mipira, kwa wahuni wa huko nje, wanachomoa zile step, wanaingiza katika kanisa, na hiyo ndio inakuwa ni shida na inaondoa utukufu wa Mungu halisi kanisani. Yaani ukweli uko hivi, step nyingi ambazo huwa wanatunga wale waimba bongo flava au wahuni wa aina yoyote unaowajua wenye tabia za kihuni, step zao wanazozitunga huwa zinakuwa zinaashiria vitendo fulani vya kiuzinzi na kiumalaya. Mtu anatunga step wakati alipokuwa anafanya umalaya fulani. Ile step au kile kistaili alichokuwa anakitumia wakati anaenda kufanya umalaya, basi sasa anachukua zile staili ama step alizokuwa anaziendea au alizokuwa anazitumia wakati anapoenda kufanya umalaya na mtu fulani ama ukahaba na mtu fulani. Zile pale ndio anaziweka zinakuwa ni step kwenye huo wimbo wake, na ndio maana zina mvuto kwa wale walio wapumbavu wanaopenda umalaya na ukahaba na uzinzi. Kwa hiyo unapozichukua step kama zile unaziingiza madhabahuni, zinaondoa utukufu wa Mungu. Na shida inayotugharimu wengi ndio hiyo, tunaiga step pasipo kujua. Kila kitu ndugu zangu kina maana yake. Mungu anahitaji kuheshimiwa. Cheza kwa akili. Step unazozichukua usichukue kokote kule. Ni heri ukakaa ukatengeneza step iliyo njema inayomtukuza Mungu. Sasa wengi tumekuwa tukiimba step fulani, yani wale watu wahuni wa huko nje, jinsi wanavyoimba na sisi ndio tunaimba eti kanisani. Mnaimba kanisani, Mungu gani ashuke hapo kama si shetani ambaye atashuka kwenye hizo ibada? Ile pale inakuwa ni kodi ya shetani. Kodi manake yani ile kodi ukishaingiza tu pale, zile step zile za bongo flava, waimba bongo flava, ukishaziingiza madhabahuni tayari shetani anaingia kwenye hiyo ibada. Mtaishia kuruka, mnagaragara, mnaimba, wengine wanaruka hadi sarakasi ndani ya kanisa. Ni kwa sababu shetani ameshatawala na sio Mungu, kwa sababu ya zile step ambazo mmezitanguliza, ambapo mmemwita shetani aje atawale hiyo ibada. Na Mungu huwa hakai mahali penye michanganyo. Tabia zenu zikitofautiana tu, mnamuita shetani manake atawale kwenye hiyo ibada. Roho Mtakatifu hajawahi kukaa mahali pachafu. Vitabia vichafu na vistepu vichafu vinamuita shetani. Na ndio makanisa mengi ya leo yanamuita shetani kwa nyimbo, kwa stepu na kwa staili wanazozicheza madhabahuni. Sikatazi kucheza, ila stepu gani umezitoa wapi kwanza zenye stepu, na zina maana gani hizo unazozicheza? Mungu atusaidie sana. Tunaingiza stepu ama staili za watu waliokuwa wanafanya uzinzi, wanafanya mazoezi ya umalaya, yani wanafanya practice. Tunaziingiza madhabahuni. Ndio Mungu azipokee hizo? I say, tunajipoteza wenyewe. Ni heri ukakaa ukatulia, ukaomba hata Mungu akupe stepu, na inawezekana. Hakuna jambo linaloshindikana mbele za Mungu. Ukikosa stepu, ishia tu kupiga makofi, kugaragara, kuimba kwa huzuni na kwa roho. Mungu atakusikia. Sio lazima eti uwe ndo mtu maarufu eti ufahamike kila mtu akujue. Hamna. Mwingine ni kupoteza muda na kukengeuka tu.
ambako kumejaa kwenye makanisa ya leo. Mungu atusaidie sana tuelewe hili jambo. Amen.